Sana mchembe mkubwa sana. Na laiti kama nilikuwa amenisikiliza, angeachana kabisa na mwanangu mtaani. Ndaambia nini ndugu zake? Hasa kaka yake ananichanganya mimi. Dada, mdogo wangu yuko wapi? Yaani hayupo kihadi yani. Kivipi? Kaka nimemtafuta kote sijampata. Yaani hujampata unamaanisha kitu gani? Sijakuelewa bado. Kwa sababu aliniingia kilimo. Miezi 3. Huu unaenda sasa ni wiki sasa. Mdogo wangu hayupo. Simuoni. Unaniambia kwamba hujampata. Wewe kama ni nani unanijibu hiyo? Kaka, nimejitahidi sana mwenzangu. Nimeshaenda kwa marafiki zetu lakini sijampata. Sikiliza nikwambie mama, hii shule imekuja kitu kingine. Sawa? Mamangu kapiga simu usiku kucha. Anataka kuongea na mdogo wangu. Haya, nampa nani anaongea naye? Unataka naongelea kitu gani kwamba unielewe kama namtaka mdogo wangu? Au kama kuita kaka yako Shetumba uzako. Namtaka mdogo wangu. Sawa? Mimi sio mbumbumbu wala mimi sio zezeta, mamangu kunichoma mimi akili kama mtoto mdogo. Kaka, nishakwambia sijampata. Unataka nikwambiaje jamani? Kwa hiyo unaongea na mimi ama unanifokea? Namtaka mdogo wangu alafu bado unataka kunilembesha kitu gani? Unanembelea mimi sauti yako. Kaka, hili ni jambo la kushirikiana. Kushirikiana nani? Kana kimtuke na mabiwe. Nimemtafuta sijampata. Sasa sikiza nikwambie kitu kimoja. Hiyo hapo unaiona hii? Sikuwahi kutumia hata senti 5. Shika. Namtaka mdogo wangu. Namtaka mdogo wangu na mafanya haraka. Jampata na kukanda mbuzi. Kama sijampata nitamtafuta. Na kupiga mbuzi mmoja ya kichwa ya kuleta. Ani kampi. So mimi wa Mungu. Siwezi kuacha nisingazi. Kwa tani ona ngoja nipige. Wewe nyoka, nimekuleta hapa kama mlinzi wa himaya hii. Nataka uwalinde wapangaji wangu, waishi kwa amani na furaha zote. Sitaki wapangaji wangu wapate shida. Yoyote atakayejaribu kucheza na himaya hii, basi umjeruhi kwa sumu kali niliyokupa.
Buda. Chukua. Kula. Buda. Siku ile kunijibu. Nilikuuliza kama unanipenda kweli. Unajua nimewaza nianze kuishi na wewe sasa hivi. Maisha nyumbani naona yashanishinda. Natamani nianze familia yangu sasa hivi. Salma, mimi mwenyewe tu nashindwa kulihudumia tumbo langu. Nitakuweza wewe mpenzi wangu. Na vipi kuhusu blaza yako? Maana kaka yako anipendi hata kuniona. Ananiona kama adui. Sijui tunafanyaje hapo. Mpenzi, vipi kuhusu masomo yako pia? Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba unaacha masomo yako kwa ajili yangu mimi? Buda. Furaha yangu mimi ni wewe. Nielewe basi mpenzi wangu. Najua furaha yako ni mimi. Lakini mimi sitaki nikuone ukiwa unapotea. Lakini uishi na familia yangu, unaishi na mimi Buda. Mbona unielewi? Unajua mwanangu unazingua sana. Yaani siku zote mwenye dada akusishimeji. Sasa depo za wewe kumuona Charlie yupo na mchizi wake, unaenda unazingua, unajizalilisha bure. Kamkubwa. Laiti kama ungekuwa unajua anayoyafanya udogo janja. Wazalau kishenzi yani. Kwa sababu haiwezekani mimi natafuta hela kwa nguvu, unajua mimi kiasi gani natafuta pesa yangu. Alafu naeka ndani, mtoto anakuja anachukua pesa, anaenda kumonga yule mkota makopo. Pesa yangu mimi natafuta kwa jasho. Anaenda kumonga yule mshamba mkota makopo yule. Hizo si zalau wanaleta. Unajua ninapoibika mimi hata mwenyewe unaibika vile vile kwa sababu leo si ni mdogo wetu unajua. Mdogo amezingua. Yaani kama hizo depo anazileta anazingua. Sisi tunapambana sawa, tunachokipata kidogo tunaweka kwenye familia zetu, alafu anakuja anachukua anampa muuni au sio? Nakwambiaje? Mimi mpaka muda huo uliofika. Sijui nini nifanye. Hem nishauri mimi nifanye nini? Unajua nini? Acha nitajua mimi nafanyaje au tulia tutalimaliza hili. Wewe usiwe na pambana. Basi sawa kama mkubwa. Usiwe na wasiwasi, cool down. Sengo wajika aya wangetate mwalo. Sengo wajika mwemana wangetate mwalo. Elezea kilichokuleta. Yaani mtaalamu, mimi nimekuja hapa nina matatizo. Yaani matatizo ndio kwa nao mimi kuhusu katika swala za biashara zangu. Yaani na biashara za aina mbili. Na genge na kuna sehemu ya kukusanya makopo. Sasa biashara zote mbili kiukweli mambo yamekuwa magumu mpaka sielewi. Nikianza kule kwenye makopo kule, kia nikiweka pesa zionekani. Nikiweka mzigo ukija lakini bado pia pesa zionekani. Basi nikasema labda ningejaribu tena pia huku gengeni. Nako pia ni mambo tafra, nikijaza mzigo unaisha pesa zionekani. Yaani kiukweli afu nikipiga hesabu sina matumizi mengi. Kuonga siongi, pombe mimi sinywi. Wanawake napo pia kwa mbali kabisa. Lakini sasa ndio sasa juuza sasa pesa zinaenda wapi? Yaani kiukweli hiyo hali inanichanganya kabisa akili mpaka na ubongo. Wewe una jirani yako hapo. Huyo jirani yako ndio anokufanyia mabaya hayo yote. Yaani mtaalamu unamaanisha kwamba yani pale kwenye ofisi yangu pale ofisi zangu yani kwa hiyo kwamba kuna mtu ambaye yani ana chuki na mimi. Na uligombana naye. Uligombana sana. I say. Yaani mtaalamu ni kavya yani nakupata vile. Yaani kuna jamaa mmoja anaitwa Bakari. Sasa huyo Bakari kiukweli alikuja pale ofisini kwangu pale.
Chukua alinifanyia fujo ambazo yani sijui chanzo chake, sijui hata nimemkosea nini yule jamaa. Sasa inawezekana ni wewe bana, wewe mtaalamu kweli kabisa. Yani wewe mtaalamu. Sasa hapo unanisaidiaje baba? Huyu kazi yake ndogo sana. Anatakiwa atupiwe jini. We. Ewe jini, nimekuleta hapa ili uwe mlinzi msaidizi. Endapo yule nyoka niliyomweka hapa akashindwa, basi wewe utaifanya kazi. Yoyote yule atakayecheza na himaya hii, wewe utaifanya kazi. Nahitaji wapangaji wangu waishi kwa amani kabisa mpaka kodi zao walipe kwa wakati. Sitaki buguza yoyote kwa wapangaji wangu. Fanya kama ninavyokuelekeza. Wewe ni nani? Na mbona unaharibu nyumba yangu? Nyumba yako? Ndiye nyumba yangu. Nahisi umechanganyikiwa. Hii himaya yote unaiona hapa ni ya kwangu. Utasemaje wewe ni ya kwako? Ni ya kwangu ndio. Nikitoka kwenye mizunguko yangu huwa narudi hapa kulala. Kivipi unasema ya kwako? Na hiyo gharama ya jini utalipia shilingi 50,000 tu. Kazi yake itakuwa kwisha kabisa. Yaani kwisha kabisa. Kwisha kabisa. 50,000? 50,000 tu. Jambo lako dogo sana. Yaani shughuli yote inaisha. Yaani jambo lako dogo sana. Yaani Bakari kaisha huyo. Jambo lako dogo sana hilo. Nitarudi mtaalamu. Sawa kabisa. 50,000. Shukrani mtaalamu. Haya sawa, nenda. Baba. Haya, nenda. Wewe ni maiti unayotembea. Nadhani hujitambui. Unalopoka tu. Hii ni himaya yangu. Na siruhusu mtu yoyote kucheza na himaya hii. Nisikize nikwambie. Sihitaji kujua wewe ni nani. Ila usicheze na himaya yangu. Na nitakuonyesha mimi ni nani kwenye himaya hii. Wewe ni mtoto mdogo sana mzimu ambaye unajifunza kutembea kwenye himaya za watu. Mimi huwa sichezewi. Hujui mimi ni nani. Unataka kutawala himaya yangu. Umepotea. Nitahakikisha himaya hii unaiona chungu na utahama. Hewe jini, nitakuzika kama nilivyosema. Endapo utajaribu kukanyaga himaya hii, muda wowote, wakati wowote, niite. Nimuonyeshe kazi mimi ni nani.
Eti maskini rafiki yangu, nishakuingiza kwenye matatizo. Ningejua hata nisingekubali kuishi na huyu Beka, ila ngoja nikusaidie. Naishiwa nguvu. Naishiwa nguvu. Mbona nashindwa kusaidia rafiki yangu? Kaka, nisaidie basi, mimi nakupatia muda wote, unataka kunisaidia. Nisaidie basi. Unapaka najisahau sasa. Kumbe mimi ni mzimu. Nitapata wapi msaada mimi? Mungu nisaidie. Wedarini, mbona hujaingia tusheni? Sijapewa hela. Naona walimu wa Mbeya. Nawajua yani. Wale ndo walivyo hata shuleni. Umbea ndo vile vile hata usipofanya mtihani. Yani wa Mbeya wale. Hapo basi utaenda kumwambia mama. Nitawezaje kumsaidia rafiki yangu mimi? Najua kapata matatizo kwa ajili yangu. Nitawezaje mimi kumsaidia? Na kumsaidia kwa sasa sina uwezo wa kufanya kitu chochote. Siwezi. Azi, wewe ndio unaleta duniani. Na pia wewe ndio unachukua mimi. Basi naweza kusaidia kusiweze kurudi. Na niweze kumsaidia rafiki yangu na kuomba. Pole sana. Wewe ni nani? Na mbona mimi siwezi kuonekana ovyo ovyo na wewe umeweza kuniona? Mimi ni Mungu Azi.
nimesikia kilio chako huku kilaumu Azi. Sasa mimi nataka nikusaidie, ila nikikusaidia utanilipa nini?